Mbona kama una hasira? Na hasira. Umeachika? Hapana, sijaachika. Ni elimu. Elimu inakufanya? Elimu inanisumbua. Nazungusha huku na kule. Yaani ni chachafe vibaya sana. Wamekulazimisha kusoma? Hapana. Sijalazimishwa, ni matakwa tu. Naam. Tukiwa tena katika kutazama masuala mbalimbali, nikiwa na mtaalamu wa sisi, mtu mwenye kufuatilia elimu yake kwa kina, leo hii akiwa katika chuo kikuu akitaka kutugia manufaa makubwa kuhusiana na elimu ndani ya taifa la Tanzania, Afrika kwa ujumla na duniani, faida nyingi zitokanazo na elimu. Nikiwa hapa chini ya milima ya Uruguru, langu jina Idi Thabit Kanila, nimkaribisha katika utambulisho, ndipo tuendelee kupata manufaa mengi kupitia elimu ambayo watu wanayoipata katika maeneo tofauti hususani vyuo vikuu na maeneo mengineyo. Karibu sana mtaalamu. Kwanza elimu ni nini? Labda mimi ndio sijaelewa. Na wakati mwingine napata shida nikionana na wataalamu wenye elimu kubwa, watu wenye uwezo mkubwa katika kutafakuri na hata katika kufanya mahojiano na kuagana hofu. Nasema bwana, hebu fika maeneo ya vyuo vikuu, fanya nao mawasiliano kwa maana ya mahojiano. Nasema nauliza ni nini niende? Mbona nataka kunigea mchanganyiko mkubwa? Ndio maana hata kipindi nimefika nikawa naanza na maswali ambayo kidogo yana nini, lakini yote ni hofu, kuhofia, kwa sababu mtu wa chuo kikuu ni watu ambao wanatazamwa sana katika taifa la Tanzania, Afrika na dunia. Hebu unataka kutueleza nini na unawapa manufaa gani wale wenye kusoma, kwa maana ya saizi wako shule ya msingi, sekondari na hata elimu zinginezo? Unataka kuambia nini katika kukaza buti ili waweze kufikia hapa ambako umefika? Karibu sana. Kwanza hatua niliyofika sio mbaya sana wala sio nzuri sana, kwa sababu elimu muda mwingine inakuwa ni kifungo kwa baadhi ya watu. Yaani hawezi kuelewa mpaka uguse. Hebu tuanzie hapa. Nikiwa mazingira ya jamii, kila mmoja kinenea kuhusu elimu sana, wanafunzi kufika vyuo vikuu na maeneo tofauti. Bwana tayari bwana ni jambo tu, tunamsubiri tu Mwenyezi Mungu amjalie, amtunuku katika nafasi yake. Kesho huyu mwalimu, daktari. Unazungumzaje kifungo? Unataka kutueleza nini kwenye kifungo hapo? Kwanza nimebainisha kwamba ni kifungo katika baadhi ya watu. Kuna baadhi ya watu ambao wakimaliza elimu wanaona kuna baadhi ya hawezi kuamiliana na watu baadhi. Yaani kuna kundi la watu hawezi kuamiliana nao kwa sababu yeye ana elimu, anakuwa amefungwa kifikra. Hiyo ndio ya kwanza. Ndio. Kifungo cha pili ni katika kuendea baadhi ya mambo. Unajua ukishakuwa na elimu kuna baadhi ya mambo lazima tu yaache. Automatically lazima yaache. Ukishakuwa na elimu, mfano huwezi kuwa na elimu, umeelimika ukawaza masuala ambayo yanaweza yakakuletea faida ndogo. Yaani faida ni ndogo, hasara ni kubwa. Hauwezi. Ila ukiwa hauna elimu utaendea hivyo hata kama faida ni ndogo. Almuhimu ni faida. Naam, nashukuru. Labda unataka kunieleza jambo fulani hapa. Kuna ule utofauti kati ya mtu ambaye akupata elimu kwa maana ya labda alisoma mpaka darasa la 7 au kidato cha 4, elimu pale ikampungia mkono kwa maana ya kubahatika, na wewe ambao sasa uko chuo kikuu unataraji kuhitimu, unataka kusema mna ufanano au mna utofauti gani miongoni mwa hao watu usani katika kuelekea maisha? Unataka kuzungumza nini hapa na watu waweze kupata maarifa kutoka kwako? Mimi sitazungumzia kitu kwa nadharia, ila nitazungumza kwa ushahidi kwamba hata vitabu vya dini vinasema hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Je, wanalingana wale wanaojua na wale wasiojua? Jibu ni hapana. Walijibu kwamba, wataalamu walijibu kwamba hapana, hawalingani. Ila ujue kwamba elimu sio cheti. Elimu sio kuvaa vizuri. Elimu sio muonekano. Elimu ni ujuzi na akili. Kwa hiyo ukishajua kwamba elimu ni ujuzi na akili, ndio utakuja kujua kwamba huyu ana elimu na huyu hana elimu. Kwa hiyo ukiwa na ujuzi mkubwa, basi wa jambo wewe una elimu na hilo jambo. Kwa hiyo hawezi kulingana kati ya yule anayejua na yule asiyejua. Mwenye elimu na asiyekuwa na elimu hawezi kulingana hata siku moja. Naam, tunashukuru sana kupata maarifa mengi. Nadhani wazazi, wanafunzi wenye kusikia haya wanapata mengi faida ambayo inatoka kwa mtaalamu huyu ambaye anataraji kuhitimu katika mafunzo yake ya chuo kikuu katika mji wa Morogoro, na akiwa katika chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro.
na labda unataka kuzungumza nini kwa wanafunzi ambao sasa wapo katika maeneo tofauti ya elimu, wanapambana katika kuelekea ndoto zao? Nini unataka kueleza ili sasa na wenyewe pia watambue kwa angalau kwa uchache, maana muda unatutupa mkono. Nikitazama hapa kipindi kinataka kutarada hadi kingine. Karibu. Naam, unaweza nini? Nilihudhuria vikao kadhaa kama vitatu hivi katika vyuo tofauti. Nilizungumza swala moja tu ambalo tunasema kwamba elimu sio kupata cheti. Elimu haipo kwa ajili ya wewe kukupa cheti. Elimu haipo kwa ajili ya kukupa wewe ajira. Elimu haipo kwa ajili ya kufanya wewe uvae vizuri. Hapana. Elimu ipo kwa ajili ya kukupa maarifa, na maarifa hayo ndio yatakupa pesa, na pesa hizo ndio zitakufanya wewe uwe na muonekano mzuri. Kwa hiyo elimu inaanzia chini. Elimu inaanzia chini. Nilivyozungumza hivi ni baada ya kipindi nikafuata, bwana mheshimiwa, njoo. Wanafunzi wa mwaka wa pili wakaniita, wakaniuliza, ulimaanisha nini ukisema elimu inakupa ujuzi na sio pesa, wakati tunajua ukishapata elimu kaenda kufundisha ndio unapata pesa? Nikakwambia utafundisha vipi hauna ujuzi? Ndio. Kwa hiyo nikawapa scenario kama hiyo, wakaelewa kwamba kumbe mimi nimekuja kupata ujuzi, sio ajira. Nimekuja kupata ujuzi, sio pesa. Kwa hiyo wakiishi katika mtazamo huo, wataenda kufanya vitu important, vitu muhimu sana katika jamii. Naam, tumepata manufaa mengi sana. Wanafunzi, wazazi wanashawishiwa na tunaona faida nyingi kutokea kwa muasisi huyu wa elimu mwenye kutaka kuhitimu mwaka huu. Nadhani tuna manufaa makubwa ya kuwapeleka watoto shule, manufaa makubwa ya kuwapeleka watoto katika maeneo tofauti ya kupata elimu ili waweze kuzielekea ndoto zao na ziweze kuchanua. Tunashukuru sana kutoka kwa mtaalamu hapa, ameweza kutupa manufaa makubwa. Tukiwa hapa chini ya milima ya Uluguru, endelea tena kutufuatilia katika nyanja inayofuata. Chao.